Kristo. Naomba Bwana majeshi neema, Bwana majeshi kajae mahali hapa katika jina la Yesu. Kile chochote Bwana waliovunjika mioyo, Yesu wakaweze kukuona kupitia neno lako katika jina la Yesu. Uabudiwe Bwana na upewe sifa, maana umetenda nani katika jina la Yesu, na nimeomba hata na kuamini. Amen. Pigia roho wa Mungu mkono. Sababu hii Amen. Bwana asifiwe. Kama unaweza kunisikia na unaweza kuniona, hebu nipungie mkono. Haleluya. Nimefurahia tena zaidi kuonana na viongozi pamoja na washirika hapa Mwiyoko. Nimebarikiwa sana. Haja tuombe. Our Heavenly Father, we thank you. We give you the glory and the honor. As we are going to read your word, may you use us and may you speak unto us. Speak unto our hearts, O Lord. I know you are searching upon our hearts. I know you are looking for a man. You are looking for a woman that is searching for you, O Lord. It's my prayer this afternoon that as we search for you, Lord, I know you know our hearts. Unajua mioyo yetu. Bwana Yesu, tunaomba ukainuliwe. Tunaomba sisi tunaponyenyekea, wewe ukainuliwe na kuhimidiwa zaidi. Tunaposoma neno lako Bwana Yesu, tunaomba ukatuzungumzie, nena pamoja na sisi, pamoja na wapendwa hawa Bwana Yesu. Unajua hitaji la kila mmoja. Unajua mfalme mioyo yetu. Unajua tunayoyahitaji katika familia zetu. Unajua tunayoyahitaji katika ndoa zetu. Kuna wale wanahitaji amani, kuna wale wanahitaji upendo, kuna wale wanahitaji milango ifunguke. Bwana Yesu, tunaomba eneo hili, mtumishi wako anapoomba mahali hapa, najua kwamba unasikia mbinguni. Najua kwamba unasikia kilio cha watoto wako. Najua kwamba kama kuna mtu wa kuimba, kama kuna mtu wa kuomba, kama kuna mtu wa kupraise, Yesu, kuna Mungu wa kujibu maombi hayo. Tunaomba Bwana, sifa zetu Bwana zikaweze kukufikia. Pokea sifa, pokea utukufu, maana wapendeza. Ni kwa jina la Kristo uliye Bwana na Mwokozi nimeweza kuomba, na zote tuseme amen. Piga Yesu makofi mazuri tunapokaa. Jina la Bwana Yesu likaweze kuinuliwa. Bwana asifiwe. Kwa wale ambao wamenisahau, ni wangapi wanaweza kunikumbuka? Kama unaweza kunikumbuka, kama unaweza kunikumbuka na mkono wako juu. Ni wachache sana. Bwana asifiwe. So kwa majina naitwa Bishop Felix Nyariki kutoka Kisii, na nimefurahia sana kukutana nanyi pia wakati kama huu. Bwana asifiwe sana. Na ninaona kwamba tunaendelea kuongezeka, na maombi yangu ni kwamba tuendelee kuongezeka kila Jumapili. Bwana asifiwe. Si kila mwaka, kila Jumapili. Sisi ni mbegu. Sisi ni mwangaza. We are the light. Sisi ni barua ambayo watu wanahitaji pale nje wakasome. So tunapokuwa barua, tukipita mtu asome kutoka nyumba yetu, aseme kuna Mungu kwa huyu mtu. Bwana asifiwe sana. Waseme huyu mtu ni mtu wa Mungu. Kwa hivyo tunapopita sokoni, tunapokuwa tukifanya biashara, acha watu wasome, wajue kwamba huyu ni mtu wa Mungu. This is a woman of God. Huyu ni mwanamke wa Mungu. Huyu ni mwanaume, huyu ni wa Mungu. Kijana huyu ni wa nani? Wa Mungu. Bwana asifiwe. Tutakapofanya hivyo na tutakapokuwa barua, tutasoma kwa watu wengi, na watu wengi wataokoka. Watu wengi watakombolewa kwa sababu wameona Mungu wetu. Jamani, si watu waone Mungu wetu. Tunapopita si watu waone Mungu wetu. Haleluya. Ni wangapi wanasema kwamba kila mara watu waone Mungu wake? Haleluya. Pigia huyo Mungu makofi mazuri. Haleluya. Kwa hivyo vile nimesema, nimetext mke wangu wakati huu nimeingia kanisani, nimwambia nimechelewa, nimeingia kanisani na niko na wakati mfupi sana nitaanza kuhubiri. Akaniambia nikianza kuhubiri
nisalimie kanisa. Bwana asifiwe. Nilikuwa na mimi hapa, lakini kwa sababu ya kazi na pia kulikuwa na mkutano mkubwa sana pale nyumbani, kulikuwa na special offering kwa makanisa yetu, wamekusanyika pamoja makanisa 8. Ningekuwa pale, lakini kwa sababu ya kongamano ambao tunaandaa hapa Nairobi, ikabidi nikuje Nairobi. So yeye pamoja na viongozi wengine wako pale Kisii, wako katika special offering. So leo hii niko hapa pamoja na nyinyi na ninaamini kwamba tutabarikiwa. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo nashukuru sana Reverend kwa kutangaza mkutano ambao tuko nao pale Mlolongo tarehe 18 na 19. Only 2 days. Ingekuwa ni wiki nzima, lakini tukasema wacha tujaribu kwa siku 2. Na tungeifanyia hapa, lakini naomba kwamba Mungu atusaidie siku nyingine tutafanyia hapa. Bwana asifiwe sana. Lakini tunasema kwamba Mungu atusaidie tukaweze kuattend pale Mlolongo, si mbali na hapa, ili tukaweze kubarikiwa. Na tutazungumzia kuhusu kujipanga katika ibada, katika kazi ya Mungu. Organization, the spiritual principle of organization. Tutakuwa tumejifunza sana, tutajifunza mengi, tutajifunza uongozi. Kwa hivyo tunawaalika sisi wote, wala watu wazima, si watoto wapatikane shuleni. Watu wazima tunawaalika nyinyi wote tukaweze kuunganika katika mkutano huo, na ninaamini kwamba tutabarikiwa na Mungu. Ndani ya topic inayoitwa integrity. Integrity, uaminifu wa ukweli. Bwana asifiwe sana. Katika maisha haya, shida ambayo imekumba makanisa mingi ni kukosa uaminifu. Shida ambayo imekumba the body of Christ is lack of integrity. Ni kukosa uaminifu. Kwa hivyo ningependa nisungumuzie kuhusu uaminifu wa ukweli. Bwana asifiwe sana. So integrity ni nini? What is integrity? Is the quality of being honest. Wale ambao wanaandika, mimi ni mwalimu na ni mchungaji. Is the state or the quality of being honest even when no one is watching you. Bwana asifiwe sana. Kuwa mwaminifu ni wakati mtu anaonekana mkweli hata baada ya kukosa mtu anayekufuatilia. Ufanya kazi yako jinsi ambavyo unatakikana bila kufuatiliwa. Bila mchungaji kukufuatilia kutoka nyuma kwamba secretary umefanya nini? Treasurer umefanya nini? Kiongozi fulani umefanya nini? Kiongozi wa mama umefanya nini? So tunahitaji tuwe na hiyo sheria inayoitwa integrity. Uaminifu wa ukweli. Bwana asifiwe sana. Kutoka kitabu cha Proverbs chapter 2 verse 7. Proverbs chapter 2 verse 7. Nani anaweza kusoma kwa Kiswahili? Kwa Kiingereza inasema kwamba he stores up sound wisdom for the upright, and he is a shield to those who walk in integrity. He stores up sound wisdom for the upright, and he is a shield to those who walk in integrity. Nilikuwa nasema kwamba tunasoma kuhusu uaminifu wa ukweli. Mungu anaweka mambo mazuri kwa wale watu ambao wanafanya kazi nzuri, na pia anakuwa ni ngao kwa wale wanaotembea kwa uaminifu. Naambia mwenzangu kwamba tuwe waaminifu. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu Mungu anachohitaji ni kanisa lake, mahali ambapo mwili wa Kristo, katikati ya mwili wa Kristo kuna uaminifu. Tunapokuwa na uaminifu kwa mwili wa Kristo, Mungu anatuandalia mambo mengi, na Mungu anatupangia mambo mazuri, na katika hayo mambo mazuri tunatarajia kupokea baraka zake Mwenyezi Mungu, kwa sababu kuna roho wa uaminifu ndani ya mwili wa Kristo. Bwana asifiwe sana. So tunapokuwa na uaminifu kwa mwili wa Kristo, tunapokuwa na uaminifu kwa kanisa la Mungu, Mungu anaweka mkono wake hapo. Kila mara unapomlilia, anasema from the book of Proverbs that he stores up sound wisdom. Anapeana elimu, busara inayotoka kwake, na pia anakuwa ni ngao ya wale ambao wanatembea kwa uaminifu.
is a shield to those who walk in integrity. Yeyote anayetembea kwa uaminifu, anayefanya kazi kanisani kwa uaminifu, yeye Mungu anaweka mkono wake juu yake. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema kwamba mkono wake Mungu uko kwa kichwa, kama uko kichwani mwa mwenye haki. Unapokuwa mwenye haki, unapokuwa mwaminifu, unakuwa na mkono wa Mungu. Kile ambacho tunahitaji kama kanisa, tunahitaji mkono wa Mungu. Ambia mwenzako, tunahitaji mkono wa Mungu. We need the hand of God. Hiyo ndio unahitaji. Unahitaji neema ya Mungu. Na neema ya Mungu inakuja kwa mwenye haki. Neema ya Mungu inakuja kwa yule anayemtafuta kwa haki na ukweli. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo mkono wa Mungu unapokuwa juu yako, haya mengine ya ulimwengu utayapata. Maombi yako yatajibiwa. Kwa sababu hauwezi anza kuomba Mungu kama wewe umejichanganya. Changanya haitakikani kwa macho ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Wewe kuwa unafanya mambo mabaya pale nje, lakini ukikuja hapa unahitaji Mungu akajibu maombi yako. Mungu anajibu maombi ya yule ambaye ako na uaminifu ndani yake, ameachana na dhambi. Biblia inasema kwamba ikiwa watu wangu wanaoitwa kwa jina langu, mimi Mungu, wataacha dhambi zao na kutafuta uso wangu, mimi Mungu nitaitika. Mimi Mungu nitasikia kutoka mbinguni na nitayajibu maombi yao. Na ninapoyajibu maombi yao, nitaponya nchi yao. Nchi yetu itapona kama tutatafuta Mungu. Kanisa letu litapona kama tutatafuta Mungu. Familia zetu tutapona kama tutatafuta Mungu. Tunachohitaji ni mkono wa Mungu. Ambia mwenzangu, tunahitaji mkono wa Mungu. Hallelujah. That's what we need as the church. We need the hand of God. We need the favor of God. We need the grace of God. If we walk in integrity, tukitembea kwa uaminifu, jamani nataka niambie kanisa, tukitembea kwa uaminifu, kile ambacho tutaomba leo, nataka niwahakikishie kwamba kuna Mungu wa kusikia maombi haya. There is God in heaven who will answer by fire. There is God in heaven who will answer your prayer. Kama kuna mtu wa kuomba na aombe kwa uaminifu, kuna Mungu wa kujibu. Hallelujah. So nilisema kwamba sisi ni barua, tunahitaji kusomeka. Tunapopita sokoni, watu wanatusoma, wanasema huyu ni mtu wa Mungu. Kama ni mama na unauza mboga sokoni, watu wakujue, this is the woman of God. Na watu watakuja kwako, hauhitaji kutafuta dawa kwa waganga. Ukitembea kwa uaminifu, Mungu atasikia maombi yako na ni Mungu ataleta wateja, si wewe. Because they will know that this is the woman of God. They will know that this is the man of God. This is the only place mahali ambapo nitaenda nipate bidhaa kamili, si fake. Hallelujah. Hata kwa uaminifu, hata kwa Ukristo, tusiwe fake Christians. We need to be real Christians. Mahali ambapo Roho wa Mungu anakaa. Wakristo mahali ambapo mkono wa Mungu uko. Mahali ambapo Roho wa Mungu anatembea. Kanisa mahali Roho anatembea. Kanisa mahali malaika wanashuka. Mahali ambapo wanashiriki na sisi katika kumsifu Yesu. Hallelujah. So tunahitaji mkono wa Mungu. Na tunapohitaji mkono wa Mungu, lazima tumtafute Mungu. Lazima tutembee kwa uaminifu. Hallelujah. Kwa miaka miwili tangu nikuja hapa, nimekuwa nikijiuliza, ni nini Mungu tumekosa? Na Mungu akaweka ndani yangu, akazungumza na mimi akasema, watu wangu wamekosa uaminifu. Maana wanapokosa uaminifu, wamekosa msingi wa neno lako.
Watu wakikosa uaminifu na wamepotea, wanakosa msingi wa neno la Mungu, wanaweza kufanya mambo na wanafiki. Bwana asifiwe sana. Lakini sisi hatutaki kufeki. Kama Mwiyoko kanisa hatutaki kufanya nini? Kufeki. Tunahitaji Mungu aitike. Tunahitaji Mungu atende. Nilipoingia hapa nilisikia mchungaji akisema kwamba yeye amezungumza na Mungu kuhusu mahitaji yako. Jamani, kuwa tayari. Wakati mtumishi anazungumza na Mungu kuhusu wewe pia kuwa tayari. Kuwa mtu ambaye ako connected. Ndipo Mungu anaposikia sauti anasema, hakika hata kama mtumishi wangu ameomba nibariki yule mama, hata kama mtumishi wangu ameomba akisema nibariki yule mzee, hakika huyu mzee ako connected na mimi. Let's be connected with God. Bwana asifiwe. Hallelujah. So tunapokuwa waaminifu, mambo mazuri yanatendeka. Haijalishi tunapitia mambo gani. Wewe unapoishi katika ulimwengu huu, haifai useme tu kwamba as long as you are a Christian huwezi kupitia mambo magumu. Utapitia. Lakini katika ugumu huo, Mungu anahitaji aone wewe ni mtu gani. Hallelujah. Ama ni mtu ambaye kuna mchungaji, lakini mchungaji akipata shida, ama kiongozi wako akipata shida, ama mshirika mwenzako akipata shida, wewe unamtoroka. Bwana asifiwe sana. Unajua mimi ukiwa na mimi, unakuwa na mimi na ninaendelea kukupima. Hata Mungu anasema anakupima kwa mzani. Mimi pia ninakupima. Ukiwa na mimi ninakupima. Bwana asifiwe sana. Unaweza kuwa na mimi lakini unajua kama ninakupima. Na mimi ninakupima. Nataka nijue kama hakika tunaweza kufanya kazi na wewe. Hallelujah. Nataka nione tukitembea. Because the Bible says that two cannot walk together unless they agree. Hamtafanya kazi pamoja kama hamtaunganika, kama hamta agree. So wewe kama mshirika, kama Mkristo, agree na neno la Mungu. Mwimbaji mmoja aliimba akasema kwamba ninakubaliana na neno lako ewe Mungu, na nitasimama katika hilo neno. Hiyo wimbo unanibariki sana. Yaani anakubaliana na neno la Mungu. Nami ninaomba kwamba tukubaliane na neno la Mungu. Jana wale tukubaliane na Mungu. Hallelujah. Biblia inasema kwamba he stores up sound wisdom for the upright, and he is the shield to those who walk in integrity. Tunapoangalia kitabu cha Ayubu, Job chapter 2 verse 9 and 10, tutasomea Job chapter 2, Ayubu 2 mstari wa 9 na 10. Tisa inasema kwamba his wife said to him, are you still maintaining your integrity? Curse God and die. Ni mke wa Ayubu anamuuliza, kwani bado unaendelea kuwa mwaminifu na huyu Mungu wako? Mtukane Mungu ili ufanye nini? Ufe. Hapo ni wakati Ayubu ako kwenye mateso. Wakati Ayubu amekumbwa na magonjwa. Alikuwa anapenda familia yake. Amepitia mambo magumu. Amepitia magonjwa. Imefikia wakati ambapo hata kama ni binadamu wa aina gani angeweza ku lose hope. Lakini sikia vile mke wake anapokuja, anamuuliza Ayubu, mpenzi wangu, je, unaendelea kuwa mwaminifu hadi wakati huu uko na shida kama hii? Mtukane huyu Mungu na ufanye nini? You know what I always think ni kwamba huyu mama aliuliza swali na akajibu Ayubu, akamjibu, akamwambia wewe mtukane Mungu, na ukimtukana Mungu utafanya nini? Are we together kama kanisa? Tuko pamoja. Tukane Mungu. Baada ya kumtukana Mungu ufanye nini? Hivyo alimueleza kwamba ukifanya vile nimekwambia utafanya nini? Utakufa. Kwa sababu kuna matokeo ya kufanya nini? Ya kudhihaki ama kukataa neno la Mungu. Bwana asifiwe sana. Amen. Ayubu akamjibu verse 10. Nani akona Biblia? He replied, you are talking like a foolish woman. Shall we accept good from God and not trouble?
Ayubu akamjibu akasema, umezungumza kama mmoja wa wamama walio namna gani? Wapumbavu. Lakini hakumwita mpumbavu. Amesema umezungumza kama nani? Bwana asifiwe. Hakusema you are stupid. Hakusema you are a fool. Alisema you have spoken like one of the foolish women. Umezungumza kama mwanamke mmoja wa wanawake wa pumbavu. In other words, hapo anataka kumtukana, lakini alimwambia, wewe hata kama ni mke wangu, umezungumza kama wanawake pumbavu. Bwana asifiwe sana. Hivyo hakuwa amemkataa mke wake, lakini alikuwa anataka kumuonyesha kwamba maneno ambayo yametoka kwa kinywa chake si maneno ya haki. Haleluya. Mimi Ayubu ninakupenda mke wangu, lakini maneno ambayo umezungumza si maneno ya haki. Yale ambayo ningetarajia usungumuze ni maneno ya haki. Kile ambacho tunahitaji kama kanisa ni mazungumzo ya haki. Kile ambacho tunahitaji kama kanisa ni kufanya kazi kwa haki. Kile ambacho tunahitaji kama washirika ni kutembea kwa haki. Hallelujah. You have just spoken like a foolish woman. Umezungumza kama mmoja. Ulimfanya Ayubu asimame na neno la Mungu. Uaminifu ulimfanya Ayubu hata kama alipiwa na magonjwa, Ayubu hakukufa moyo. Ayubu alisimama na kazi ya Mungu. Tukiwa uaminifu kama kanisa, tutasimama na neno la Mungu. Haijalishi tutayapitia mambo gani, but we must stand strong in the work of God. Lazima tusimame kabisa katika kazi ya Mungu. Sio washirika ama Wakristo ama kanisa, inapofika wakati wa kuingiza mikono kwa mfuko, alafu tunabadilisha sura. Mambo mengine tunafurahia katika kuimba, tunafurahia tukiimba, lakini inapofika wakati wa kumtolea Mungu tunabadilisha sura. Mume wako atakuchapa kile jioni, anakuambia wewe ukienda kanisa nitakuchapa, wewe atakuchapa na kesho yake utaamka ukuje kumwomba Mungu. Haleluya. Hata kama familia itakutesa namna gani kwa sababu ya kumkiri Kristo kama mwokozi wa maisha yako, kuna wengine watakukataa ukiwa Mkristo. Expect that. Na mimi wakati niliokoka, I lost some friends. Bwana sikia sana. Siku nyingine niliwaambia hapa, mimi nilioa kama sina kitu, kama sina rafiki. Bwana sikia sana. Kwa sababu wengine wanasema ameanza kujifanya yeye ni pastor. Yeye ameokoka. Kwani ametoka kwetu. Ametoka kwa mahali ambapo tulikuwa, wengine Katoliki, wengine wapi. Amejifanya. Lakini mimi nikasema nitasimama na Mungu. Hata kama wanadamu hawatasimama na mimi, lakini kuna Mungu atasimama na mimi. Haleluya. Wewe simama na Mungu. Ayubu alisimama na Mungu. Hata kama alipodhihakiwa na mke wake akaambiwa, wewe mtukane huyu Mungu na ufe, yeye alisema sitadhihaki Mungu, sitakataa Mungu wangu, nitasimama na huyu Mungu hadi wakati wa mwisho. Unaposimama na Mungu, yeye atasimama na wewe. He will be with you. Bwana asifiwe. Kuna watu walisimama na Mungu. Kuna watu walisimama na Mungu. Na Mungu akasimama na wao. Mtu wa kwanza aliyesimama na Mungu. Nafurahia sana wakati ninapopitia hiyo topic. Ni topic refu sana, I can teach the whole day. Napofanya kazi, napofanya utafiti katika hali hii, naona kwamba kuna watu waliosimama na Mungu. Haijalishi walipitia mambo gani. Mtu wa kwanza ambaye tumesoma ni nani? Ni Ayubu. Haleluya. Ayubu alisimama na Mungu. Mtu wa pili anaitwa Joseph the dreamer. Yusufu ambaye alikuwa na ota ndoto. Bwana asifiwe sana. Alipitia mambo magumu mpaka ikafikia ndugu zake wakaamua wamuue. Na mmoja akaleta mawazo akasema, kabla ya before
we kill this man, let's make money out of him. Acha tufanye nini? Tufanye biashara. Wakamuuza. Walipomuuza akaenda pale wapi? Misri. Pale alipitia mambo magumu.